Nimeokoka, Yesu ni Bwana, nafurahia wokovu wake, ni Bwana mwema. Praise the name of the living God. Tutafungua let me see. First Corinthians chapter 11 ama tuanze 12. Inasema, now concerning spiritual gifts, anasema, brothers and sisters, I would have you not to be ignorant. Jina ignorant inamaanisha nini? Uninformed, si ni kweli? That you are Gentiles carried away unto these damn idols, even as you are led. Wherefore I give to you understanding, that no man speaking in the Spirit of God calls Jesus accursed, and no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Bwana Yesu asifiwe. Niendelea, inasema, there are different kinds of gifts but the same Spirit. There's something God is trying to tell us. In the Gentile world, which is the heathen world by then, hata leo nimepatiana illustration mara na mara, wale watu ambao wako ule ufalme mwingine wana vipawa vyao. Hello, si mnasikianga sijui wengine wana fly na vifagio. They can do all kinds of things. But the difference between us and them, wao kwa kila kipawa there is a spirit tied behind it. Ndio maana tunaona in the city of Macedonia, the lady who had the spirit of divination could only do divination. And what they do, they go to their altars, Bwana Yesu asifiwe, consecrate themselves, deny themselves, na hiyo roho inamuingia. Na kutoka ile siku hiyo roho itamuingia, they will start to manifest the gift that is carried by that spirit. Lakini in our faith, all the gifts are by one spirit. So mmeshika the difference, what Paul was trying to explain to them. So anasema, there are different kinds of gifts, but it is the same spirit. There are different administrations, but the same Lord. Bwana Yesu asifiwe. So in short, you can have this gift, and I can have this gift. They all achieve the same purpose, but we administer it differently. So in short, Mungu alikuwa anajaribu kutuambia, we don't make a religion out of the administration. In short, kuna mtu ndio aombe watu wapokee Roho Mtakatifu, mwingine anamwekelea mikono, mwingine anampulizia, mwingine anafanya nini? Different administration, but the same spirit. Na anasema, there are diversity of operations, but the same God worketh all in all. Niendelea, inasema, but the manifestation of the Spirit is given to every man. So inamaanisha there is a point in time when that gift comes to you. Lakini the laws of the Spirit are the same. Bwana Yesu asifiwe. Vile tu wale wa ufalme mwingine lazima wajitakase ama wajidefile. Okay, yao inakuanga they defile themselves so that they can give access to an unclean spirit. So utasikia mtu ameambiwa they go, sorry to use this as an example, but it is what happens. Mmoja anaambiwa either they go and kill somebody or they go and rape somebody. Alafu wengine wanaambiwa ende walale kwa kaburi sijui for how many days. So that because the principle of that kingdom is you defile yourself for the unclean spirit to get access to your body. Lakini in our kingdom, if we want now the same gifts, which are good gifts, you must cleanse yourself. Bwana Yesu asifiwe. So na wewe sasa unajitenga, unajitakasa. And the easiest way ya kuingiza hizi gifts, one is through sacrifices, is through fasting and prayer.
where unakuwa na wakati wako peke yako wa kujitakasa, kusoma neno. Ndiye Roho Mtakatifu wakati fulani kulingana na mapenzi yake ataachilia kipawa fulani. For example, wale watu ambao in our Pentecostal circles who are said to have the gift of healing, those people might not have necessarily been born with the gift, kwa sababu kama walikuwa nayo kutoka mwanzo, si wangekuwa wanaponya watu hata wakiwa miezi 2, miaka 2, miaka 3 wakiwa sekondari. Lakini there is a specific place in time, kama vile tu Yesu alipopokea Roho Mtakatifu, na tunaambiwa he moved by the power of the Holy Ghost when they started moving under that gift. Na ndio maana tunaambiwa na maandiko, we should not be uninformed. These gifts are very important. Lakini everything in the realm of the spirit desires or requires consecration. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaelewa hii maneno? Tunaambiwa for one is given by the Spirit, exactly, at one point in time, the word of knowledge, to another the word of wisdom, and another the word of knowledge by the same Spirit. So ile kitu Roho Mtakatifu anakupatia ni neema, because gift, actually the word translated gift is charis. Charis is grace, but also is also called gift. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka ile siku atakupatia hiyo kipawa, you can be able to operate under that gift, but it's only as the Spirit wills. For example, sisi wote tuko na stima kwa nyumba, si ni kweli? Lakini ninajua tujabarikiwa tumebarikiwa na viwango tofauti. Lakini nikikwambia unioshe nguo within 10 minutes, unaweza shindwa kama hauna washing machine. Hello? Lakini si uko na stima kwa nyumba. So kwa hii mfano, Roho Mtakatifu ndio stima. Kila mmoja wetu hapa ako na Roho Mtakatifu, kama vile kila mmoja wetu hapa ako na stima kwa nyumba. Lakini si kila mtu ako na washing machine. Ule ambaye ako na hicho kipawa cha washing machine ndiye ataweza kufanya kazi ya washing machine. Mwenye ako na dishwasher machine ndiye ataweza kufanya kazi gani? So wewe kama hauna, hata kama uko na stima kwa nyumba, you cannot be able to assist us at that particular point in time. Bwana Yesu asifiwe. So tunapotafuta Roho Mtakatifu through consecration, through praying and fasting, through givings, through kujinyima. Hello, wapendwa, acha niwaambie, the only way to get the gifts of God, Bwana Yesu alituambia, you have to die. Hakunanga shortcut. You have to lose your life to gain his life, because grace is a manifestation of his life. So ndio maana unasikianga watu wengine Mungu wakitoa ushuhuda vile Mungu alianzia na wao, unasikia wengine Mungu aliwaambia ninataka uache kazi ufanye hii. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine unasikia anatoa ushuhuda, Mungu aliniambia nikuwe nafanya hii kitu kanisani. Na unajua venye niliwaambia mama Israel, wakati mwingine Mungu hata kuletea mtu wa kukusaidia, na si ati kwa sababu anataka hiyo kitu ikuue, not in literal sense, right? Ukasirike na urudi, hivyo ndio anakuaga. For example, ninaangalia Petero wakati alikuwa anavua samaki in the lake. Bwana Yesu alikubali atafute samaki usiku mzima. Alafu asubuhi ndio anakuja kumuuliza, kuna kitu umeshika? Anasema hapana. Mind you, Jesus was younger than Peter. Akamwambia rudi tena. Akamwambia, Master, we have toiled all night and caught nothing. Sijui mbona akuongeza, we are also professional fishermen. Sijui kama unaelewa. In this sea we have been fishing even before you were born, so just to say that. Sijui kama unaelewa. Lakini akasema, Master, at your word I will do it. Na akaenda na akavua. The question is, why didn't Jesus come to him even before he went to the sea? Amwambia, acheni kuchoka, pumzikeni, nitawaambia wakati mtaenda. Why? Because at times it is through the challenges we go through
that enlarges. Daudi alisema, in my troubles you enlarged me. Wakati mwingine nyinyi watu kama si majaribu mnapata kuomba, ingekuwa ngumu kwa wengine wenu. Mnasemanga hamwezi kuja morning glory, na I'm not trying to prophesy that challenges will come to you. Lakini my uncle told me, you run as fast as the dog that is chasing you. Ukipata mbwa kiwete unakimbia ukiangalia, lakini ukiona bulldog ndio unajua mama Israel can do 100 meters. You know, so at times challenges are there to help us. But so my point is, through consecration and purifying our hearts, we are able to be, the Spirit of God is able to give us these graces, these gifts, which we can use as appliances to bless other people. And this has been an experience in my life. Na ujuangi ikiingia ni kama ile ya mama kako yenye ulikuwa unatupatia ushuhuda ile siku. One day tu unamkanga doing your normal things, doing nini, then Mungu anafanya tu kitu, mtu anakuja na shida fulani, unamuombea tu vile unamuombeanga, then hata utabadilisha maombi, hata utakuwa na sijui venye watu, you just do it. But because now you have the gift, you start seeing different manifestation, because now you have been given the appliance to connect to the power of God, which is the Holy Spirit, to use that gift to bless mankind. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo ungenidanganya and I say this to the glory of God. Lakini siku hizi, because by the grace of God he gave me a certain gift. Ukikuja hata sitakuambia, utaniambia tu, lakini nitajua tu. Now this is see the intuition, there is a physical manifestation on my body. Kama ile yenye ninasikianga mahali watu wamegonjeka, I didn't really know when it came, because I was not born that way. Nilianza tu kusikianga tu uchungu. Na wakati mwingine sijui ama mimi bado sijapata ujuzi wa kuuliza Mungu hii ni nini, lakini wakati mwingine nikimuuliza aniambiangi hiyo. So after ninakemea hiyo, nilikuwa nadhani ni attack. At first nilikuwa nadhani ni attack. Ninasema shetani, ninakatana na hiyo ugonjwa, hiyo uchungu katika jina la. Lakini kasi hizi mauchungu zimekuwa mingi sana, na zinakujanga tu nikiomba sana ama nikiabudu. Ndio nikapata na mtu akanitolea ushuhuda vile yeye, kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anamtumia na hiyo njia. Nikajua na wakati mwingine Mungu atakubali yeye mwenyewe asikuambie, kwa sababu si ati hana uwezo. Atakubali binadamu mwenzako ambaye ameneemesha zaidi ya kusaidie, so that we don't discredit the graces and the gifts God has given us. Hello? So what we need to do is to purify ourselves. Ndiye Roho Mtakatifu akuje tu akumwagie kipawa kimoja, na nakwambia akikupatia hicho kipawa, you can change the whole church. You can bring a good testimony for Jesus. Ukisoma the Acts of the Apostles, when you see the chronological events of the Apostle Paul, how God was using him, utakuja urealize he increased in grace. He increased in gifts. Kuna mahali angeenda bado hangeponya watu, lakini kuna mahali kunafika tunaambiwa even the clothes that came from his body were casting out demons. Swali ni nini? Wasn't that person wearing clothes before? They were. So what changed? The question is, wasn't that person having the Holy Spirit before? He was. Lakini at a certain point in time, ndio maana anasemanga, I wish to see you that I may impart a spiritual gift unto you, that at the end you may be established. So there is a point in time mahali Mungu alimkirimia tu neema ya kufanya na kuzalisha hiyo. Nilikuwa nasikiza Mtume Kimani akisema, because there are very many gifts, yako na the grace for building, alikuwa anaongelea hiyo kitu. Na anaweza kueleza when he received that grace, because huyo mtu wa Mungu anajenganga nyumba za mawe ni kama za matope. Haishagi hiyo ginyokali kwa kaiguthia gata. Mungu ni yule lakini neema ni tofauti. Yeye ashapatiwa ile machine ambayo ninasema is the appliance to pull out the power of God through his life to manifest a certain grace. So sisi kusema ati mimi sina Mungu kama yeye, lakini until ile siku Mungu kwa neema zake akitaka atanikirimia ile neema, ndio nitaweza kufanya ile So kama wewe hauna pasi kwako kwa nyumba,
Hata tukupatie nguo tukuambie kesho tunataka zikuwe zimelainika, ingawaje uko na stima huwezi zilainisha. Bwana Yesu asifiwe. So leo Mungu anatuambia nini? What we need. Na ndio maana Apostle Kimani alikuwa anasema at one point, alikuja akalia rais, eti wachungaji hakuna Kenya, lakini wengi hawana uwezo wa kuzalisha makusudi ya Mungu. Na hiyo uwezo inapatikana wapi? Kwa kujinyima. Mungu atakwambia siku moja, na mimi I don't like preaching this message but I always try giving my example. Ndio ile siku Mungu atakwambia usidhani ni shetani, because kuna vitu tu zingine ni Mungu tu anaweza kupatia ushawishi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasema vile yeye aliambiwa ende atoe vitu zake zote za nyumba, na hiyo usiku ndio Mungu alimtembelea kumwambia mahali ataenda kufanya huduma. Na alikuwa na shida ya kujenga juu, hata ukiona wakifanya nini, alikuwa anatueleza venye gari ya mafuta ilikuwa inaisha. So lakini at a certain point in his ministry he also received the grace for media. Ni kitu tu inakujanga tu, because alikuanga huko but all of a sudden sasa ndio tumeanza kumjua. At a certain point in his ministry, hata alikuwa anatuambia alikuwa amepewa neema ya, alikuwa na desire ya kufanya billboards for Jesus Christ. Lakini hiyo neema iko imeachiliwa until a certain time. And when the grace comes, you do things with ease. My first time to cast out demons, niliwaambia hii testimony. Mtu tu alinipata kwa barabara nikikuja maombi, akaniambia nimekuwa nikikuona kwa maono. Nikasema nikuja, akanieleza shida zake. Nikajua hapa kuna shetani, lakini juu sikuwa ikemea vizuri. Niliwahi jaribu kukemea ingine nikiwa Mombasa, haikuenda. Hata ninashukuru Mungu haikunishambulia. Juu unajua nile umehubiriwa, unaambiwa you can cast out demons in his name. Sasa na mimi na mioto yangu ninaenda Mombasa, ninasema hawa Kristo wa siku hizi wanaogopa na Mungu anataka kudhihirisha nguvu zake. So nikaenda mahali kunaitwa Mwembe Tayari, kulikuwa na mwenda wazimu fulani. Nikafika hapo nikasema nilisema nini? Nilisema come out, sikushout. Uzuri hata tukiwa na mama kao kuna incident nyingine juzi imetupata hivyo, lakini Mungu siku moja atatupatia neema. Nikasema come out in Jesus. Ukifika hiyo wakati ndio unajuanga una hiyo neema. Na hizi vitu hutumii kifua. Nikasema come out in Jesus name. Watu wakaanza kuniangalia wakadhani ni ndugu yake ni nini, lakini ninashukuru Mungu hakunivamia. Bwana Yesu asifiwe. So lakini baada ya kujiekeza kwa maombi na kuomba Mungu na kusoma neno lake, tunaambiwa commit you to God and to the word of his grace that is able to build you and to establish you and to give you an inheritance. So it is through the word of God, through consecration, that you are able to get this gift. Nilikuja tu hapa, I didn't even spend 2 minutes. Nikasema come out in Jesus name. Nikaona mtu ameanguka kama mgoba. Nikasema kaikoradhi yate yai. Alafu sijui nikaona tu wenyewe usiku kujifanya anajifanya. Hata sinasikia kuomba maombi kubwa. Baadaye anaamka, ninaona akiongea na kitu na sioni. Baada hiyo sasa kukakuja mwingine nikiwa maombi yangu inakuanga huku usiku. Na niko peke yangu. Nikasikia tu ndani yangu hapa there is this person is in a bondage of some kind. Nikamwambia kuja wacha nikemee. Mwingine hata afadhali ya Mungu kuwe. Nilikuwa ninakemea alikuwa anatembea kama nyoka. Sasa siku hizi hata silikuwezi. Nikasema next time, na alikuwa mwanamke, hata ni Mungu bana, ilibidi niitishe leso. Uzuri alikuwa amekuja na rafiki yake hapo. Na mimi nilijifunza, nikasema siku nyingine kukemea pepo nje ya mwanamke peke yake sitaki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kazi sitafanya. We can always postpone the demon for tomorrow when there are people. No, I'm trying to help somebody. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kukemea pepo ingine na mwanaume yako hapo akushughulikie vita. Kama sisemi but it is not you in Jesus name. But this is the whole idea. It is through the grace of God, that we are able to manifest different gifts. Apostle Peter had the grace of healing through his shadow. We never heard of such a case with anybody else. Sikulikuwa na mitume wengine. Lakini through his walk with God and consecration with God, kwa neema ya Mungu, his healing, it was the same gift of healing, but the administration was what? Was different. Ndio nimewaambia. So there is no religious book ya kusema people are healed this way.
Apostle Paul pia was healing and casting out demons, but his administration was different. But it is the same spirit. Bwana Yesu asifiwe. So today, what we need to do to create impact for Jesus is to deny ourselves. Vile John the Baptist alisema, that we may decrease and that he may do what? Increase. And you decrease by denying yourself. Kuna wakati unataka kwenda kukula nyama, Mungu anakuambia toa sadaka. Kuna wakati uko na kanguo kazuri, anakuambia give it to your neighbor. That is you dying now. It is not easy. Na ana timing senye tu hauna plan B. Anakuambia sasa ile pesa umeweka pale, hiyo enda ufanye hivi na hivi na hivi. And if you obey, wapendwa, if you do what? Obey. He will give you something that is better than gold and silver. Praise the name of the living God. Hizo ndizo zinaitwa true riches. True riches. Lakini sasa, this is the other issue. If you fall back, because kuna watu walipewa neema, halafu wakaanza kuzitumia na tamaa zao, kipawa hutanyang'anywa, kwa sababu the gifts and callings of God are without repentance. Lakini huyo Roho Mtakatifu ambaye anatengeneza nguvu za kuwekeza hicho kipawa kifanye kazi, withdraws his power. So kipawa bado uko nacho, lakini Roho Mtakatifu, si tunaambiwa he exercises it as he wills. Na yeye anasema okay. So for example, uko na stima kwako kwa nyumba, na uko na pasi na washing machine na kuka, lakini KPLC iseme sasa wewe, we will not be supplying you with electricity. Ama mtu tu akuje angoe socket zote. Irrespective that you have electricity in the house, but you can't access its power because the link has been cut off. Bwana Yesu asifiwe. So we must continue living a consecrated life, not only for us to get the gifts, but for us to help the Holy Spirit use the gifts as he wills in our lives. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, this day, and how do we know? Na tuliambiwa the sons of the darkness, ama the sons of the world, are wiser in their generation than the sons of light. Simeon the sorcerer, mwenye alikuwa huko, kulikuwa kunaitwa aje mali, and he was casting out demons and doing miracles. In Acts chapter, well, be it as it may, huko alikuja na alikuwa anataka kununua kipawa na pesa. So alikuwa anajua ili uweze kufanya kazi fulani za kiungu ama za miujiza, ni kipawa kinaekezwa. Secondly, Philip alipokuwa aliponya na akafanya miujiza na akafanya kila kitu, lakini kuna kitu moja hakuweza kufanya, kujaza watu na Roho Mtakatifu. Ilibidi aite Petero na John, I believe, from Jerusalem. Imagine mama, huyu mtu viwete wanatembea, mapepo inatoka, lakini hajaekezwa kipawa cha kujaza watu na Roho Mtakatifu wakati huo. Either ni ufunuo hakuwa nayo, it might be the lack of knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Lakini for a certain reason or another, he had to call the apostles to come and pray for them to be filled with the Holy Spirit. So it's either two things. Either you have the gift and you don't have the knowledge, or you have the knowledge and you don't have the gift. And we pray to God today that he gives us both the knowledge, because ignorance is lack of knowledge, si ni kweli? And gives us the gift, so that we can exercise it in wisdom and in grace. So today, if you want the gifts of God, you have to deny yourself. And denying yourself is following Jesus through obedience. Na mtu yote who is living a consecrated life has a pattern. Do you have a pattern, by the way? Ama wewe tu ni ile wakati unasikia kuomba ndio unaombanga? Tunaambiwa if a man is to gain mastery, he must be disciplined. The King James says he must be temperate in all things. Yesu tunaambiwa mahali alikuwa anaenda kuombea kama vile itikadi yake ilikuwa. Wakati alikuwa anaenda kanisa kama vile itikadi yake ilikuwa. Tunaambiwa alikuwa anaamka saa ngapi kuenda kuomba? Asubuhi kabla ya jua kuchomoza, kuenda kuomba. Wewe, since we are following Jesus,
Jesus tunaambiwa is the author and the captain of our faith. Na tunaambiwa this, we are in the army of God. Hello? Wanajeshi, do you know how disciplined they are? They work with regiments. Regiment ni ati unajua mama kako asubuhi utampata wapi. In fact hata ndio Yesu wamshike wamsurubishe. Judas alikuwa anajua ni wapi Yesu anakuanga hiyo masaa. So haikuwa ngumu. Hello? So wewe, do you have a covenant time with God? Ndio maana ile asubuhi tunaitanga covenant time of prayer. Na hatukujangi kuombea mambo mengine, tunakuja kuombea kitu moja sisi Kirogoya word. Bwana Yesu asifiwe. So if you want to live a consecrated life, you must have a disciplined life. Praise the name of the living God. Kuna sadaka umejiekea, hii lazima utoe. You have to, these are things you have to check on. Hata ukilea mtoto wapendwa, na alikuwa anakula kijiko moja akiwa miezi 3, afike mwaka moja bado anakula kijiko moja, there is a problem. It means that child is not growing. Na tunaambiwa growth is the evidence of life. This man you're in the medical profession, si ni kweli? Yeah. So, where you should monitor yourself, how many hours were you praying last year? Have you grown? So, I don't want to say you don't have life in you. Either you are not exercising the life, or no, you are not putting a demand on the grace of God. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor. May God help us. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you for your word. We pray for your grace, that you may help us consecrate, purify, and equip ourselves to be able to give birth to your gifts in our lives. This we pray, believing and trusting in Jesus' matchless name. Amen. Thank you.